Kuna mtu alisikia neno la Mungu likajengeka ndani yake, ndipo akapata wokovu. Hauwezi ukaenda kupata wokovu wakati hujasikia chochote kumuhusu Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ukilisikia, inaweza likakutoa katika sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Kitu kinachotupa uhakika ya kuwa tunaokoka ni kuamini neno la Mungu na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hicho ndio kinachotupa uhakika wa wokovu wetu. Kitu cha pili ambacho kinatuthibitishia kwamba tuwe na uhakika wa wokovu wetu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukitoka kwenye kusikia neno la Mungu na kumkiri Bwana kuwa Mwokozi wa maisha yetu, lazima tuongozwe na Roho, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Kweli Roho Mtakatifu yupo ndani. Ujasiri wa kusema twende chumba namba Serengeti unautoa wapi? Unakutana na binti wako nataka nikuoe, kumbe una hata mpango. Roho Mtakatifu uko ndani, yani sijajua umembebaje mpaka unafikia unafanya vile vitu ambavyo havistahili. Ina maana Roho Mtakatifu kwako ndani hayupo, kwa sababu ulipomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulimkaribisha. Tulipokuwa tunaokoka, ina maana tulitakaswa kwa damu ya Yesu. Tuliacha ya kale tukaanza mapya. Na kama tulikuwa ni watu wa chini ambao hatufai, tukainuliwa. Petro wa kwanza 1:18 mpaka 19. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Usije ukajiona umeokoka ukasema umeokoka kwa nguvu zako. Hiyo kitu haiwezekani. Kwanza nimeambiwa ni kipawa cha Mungu. Tumeokolewa kwa neema. Mimi natangaza mimi nimeokoka tu. Umeokoka umeokaje likwaje? Una mdogo zaidi kwaje kuokoka? Au mwingine unakuta anajisifia. Yaani yule siku hizi analinga. Angejua mimi ndo nimemfanya okoke. Umemfanya okoke wapi? Kisa ulimpeleka tu kanisani kule, mwenzio kule akapata neema akaokoka. Wewe unasema wewe ndo umemuokoa. Unaanza kumwambia mwenzako analinga, siku hizi kinajifanya kimeokoka. Tena mimi ndo nilimpeleka huko kanisani. Ashukuru mimi. Yaani ulifika tu wakati wake, neema ikamfikia akaokoka. Kwa hiyo tusijisifu jamani, imekatazwa hapa. Msijisifu, wasi kwa matendo, wala mtu awaye yote asije akajisifu. Kusudi la Mungu kutuokoa ili tutende mapenzi yake, sio alituokoa tu. Kila mtu amezaliwa, Mungu ameweka kusudi ndani yake. Sawa, huenda asili za kwetu zitoka katika mifumo ambayo ni ya dunia hii. Yesu akaliona hilo. Wanangu wanapotea. Akaja kutuokoa. Kama kuna mwenzetu tunaona anaenda, tunamrudisha kwenye mstari. Bwana sifanye 1 2 3 haipendezi. Bwana tumesikia 1 2 3. Bwana tumeona 1 2 3 kwako sio nzuri. Bwana anatakiwa uende hivi. Bwana anatakiwa uende hivi. Haleluya. Hayo ndio mambo inahitajika tuyafanye kama watakatifu wa Mungu, kama wateule wa Mungu. Haleluya.